huku polisi wakishikilia kuwa marehemu alipelekwa katika hospitali ya Mbagathi kwa matibabu. Ripoti kutoka hospitali hiyo inatoa picha tofauti ya kuhuzunisha. Kulingana na afisa wa afya aliyekuwa zamu siku hiyo, Albert Ojwang alifikishwa hapo saa 8 za usiku. Kile ambacho wahudumu wa matibabu walikutana nacho hakuwa mtu anayehitaji matibabu ya haraka, lakini mwili uliokuwa na dalili za kuteswa. Kulingana na ripoti hiyo, uso wake ulikuwa umevimba sana. Mwili wake na viungo vyake viliharibiwa na michibuko mingi. Damu ilikuwa ikitoka nyuma ya kichwa chake, mdomo na macho yake. Nyuma ya kichwa chake kulikuwa kumekatwa. Mwili wake wote ulikuwa baridi na alikuwa haitikii. Wauguzi wa zamu siku hiyo wote wawili walisema kwamba walipoutathmini mwili huo walithibitisha kuwa Ojwang alikuwa tayari ni maiti. Ripoti kutoka hospitali pia inasema mwili huo ulifikishwa hapo kutoka kituo kikuu cha polisi ambacho pia ni mahali ambapo Ojwang alifariki. Huku polisi wakishikilia kuwa walimpata Ojwang akiwa hana fahamu na kumkimbiza hospitalini saa 7:39, dakika chache kabla ya kuwasili kwake Mbagathi. Ripoti ya hospitali inaonyesha kwamba hakuwahi kupata nafasi ya kuokoa maisha yake akiwa mikononi mwa polisi. Sitofahamu hii ya muda wa kuwasili kwa Ojwang Mbagathi ni moja tu ya maelezo yanayokinzana kuhusu kifo chake. Hapo awali polisi walikuwa wameeleza kuwa Ojwang alijisababishia majeraha, lakini undani wa majeraha makubwa kama ilivyoonyeshwa kwenye ripoti na hivyo kuthibitishwa na matokeo ya uchunguzi wa maiti ulionyeshwa alipigwa hadi kuaga dunia. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.